siku ya Jumamosi tarehe 29 mwaka huu wa mwezi wa 11 mwaka 2025. Na katika siku hii ya leo temperature hapa Columbia, South Carolina imeteremka sana, ni kama almost 30 degrees Fahrenheit. Kuna baridi kweli, ndio maana mnaniona nimejidhatiti kabisa na nimejaribu kujisitiri katika hali ya maintain my body temperature ili kushindana na temperature hiyo kuweko hapo nje. Niko ndani na napotengenezea vipindi vyangu hivi vya ambavyo siji sana katika kipindi cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, unless otherwise kuna hitaji la kuelimisha na kujibu vile ambavyo vinafanywa na hii serikali dhalimu haramu ambayo imejiingiza madarakani kwa kuua Watanzania. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kwa wale ambao labda mmesahau kidogo kuhusu yale yaliyokuwa kiendelea South Africa, ilikuwa kiendelea Angola, Mozambiki, ilikuwa inaitwa Southwestern Africa ambayo sasa hivi ni Namibia, na nchi zote za kusini mwa Afrika, Zimbabwe, dhidi ya udhalimu wa serikali ambazo zilikuwa ni za minority. Na Tanzania tukajitoa mwanga kabisa, tukajiweka mstari wa mbele katika kupigania uhuru katika hizo nchi chini ya hiki Chama cha Mapinduzi na uongozi wa baba wa taifa wakiongozwa na vijana wakati huo wakina marehemu Hashim Mbita, Joseph Sinde Warioba, na ameshakiri na kuja mara kadhaa kuzungumzia kwamba alikuwa amepewa special assignment na Mwalimu, pamoja wakishirikiana na kina Ahmed Salim, na tulipigana kweli kweli na tumemwaga damu za wanajeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania wengi kweli kweli, wengi. Familia zao ambazo zipo, watoto, wajane wapo, na hawakulipwa chochote bali ni uzalendo wao. Sasa ukiangalia kinachoendelea sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania ni udhalimu ule ule uliokuwa ukifanywa na makaburu South Africa na Wareno Maputo, vile vile na kule Angola, vile vile na ukishuka huku Southwestern Namibia ambapo kulikuwa kuna mix ya Wajerumani na makaburu. Na ukiangalia yale ambayo yalikuwa yakitokea wakati huo miaka ya 60 na 70 na mpaka 80 hapa, kwa sababu Zimbabwe ilikuwa inaitwa Northern Rhodesia na Southern Rhodesia, na Zambia ilikuwa nafikiri Northern Rhodesia, mtanisaidia kidogo. Kulikuwa kuna udhalimu ambao unafanywa na hii serikali haramu iliyojiweka madarakani katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa wa Tanzania vijana, kuna tamko limetolewa na Mzee Butiku huyu kuitisha kwamba kongamano Dodoma, na watu watakao kuja kwenye kongamano watagharimiwa kuanzia malazi, chakula na vile vile kulipwa posho, watu wajazungumzie amani na umoja wetu Tanzania kupitia foundation na Mwalimu Nyerere. Butiku huyu, Joseph Butiku huyu, wale msiomjua, ambaye amefanya kazi na wazazi wetu marehemu, si mtu mzuri kabisa, si mtu mzuri, na inabidi Watanzania mpuuze. Hata kama anaongoza taasisi ya Mwalimu Nyerere, mpuuze. Kwanza, pesa za kuiendesha hiyo taasisi ya Nyerere zinatoka Ikulu, almost $500,000. Butiku apuuzwe, afanye kongamano lake, asisikilizwe. Na kuanzia sasa hivi huyu Butiku huyu alituambia kwamba watu waende katika uchaguzi wakachague viongozi wao. Apuuzwe,
Gen Z mpuuzeni, Watanzania wenye akili zenu timamu mpuuze huyu mzee Butiku. Amepitwa na wakati wake ushapita, na amefanya mambo mengi sana ambayo sio sahihi kwa baadhi ya viongozi wa serikali waliokuwepo katika awamu ya kwanza. Muongo, mzandiki, si mkweli. Kwa hiyo mpuuzeni. Kwa hiyo hii ilikuwa ni clip tu juu ya huyu mzee Butiku. Tumemheshimu sana wengine hapa. Amedhalilisha wazee wetu waliokuwepo serikalini, na wako wengi mno wazee walikaa kimya, na mpaka katika umri huu na nchi imefikia katika kipindi hiki, badala ya kunyamaza kimya na kwenda kutubu kwa madhambi yake aliyokuwa akiyafanya, kupeleka uongo, umbea kwa Mwalimu huyu Butiku. Kwa hiyo huu ni ujumbe wa kwenda kwenye hiyo taasisi ya Mwalimu Nyerere, tunaiheshimu sana, na huyu mzee Butiku inabidi aachie ngazi katika hiyo taasisi ya Mwalimu Nyerere na wapewe watu wengine wenye hekima. Mimi nilifikia mzee Warioba ndio alikuwa nafaa kuwa mwenyekiti wa hiyo tume. Pendekezo langu, aachane na hili la tarehe 9 Disemba. Kwa Tanzania, we are moving forward kama tulivyo move forward kuzikomboa hizo nchi nilizozitaja: South Africa, Namibia, Angola, Mozambiki na Zimbabwe. Kwa hiyo peace, samazeni hii video, msimsikilize Butiku. Huyo mzee ni mzandik, muongo, hana tofauti yoyote na wauaji. Badala kukemea mauaji, alilazimisha watu waende kwenye, alikuwa anajaribu kushawishi wa Tanzania waende katika uchaguzi ambao sio uchaguzi, na alikuwa anajua dhahiri kabisa. Kwa hiyo inabidi akemewe, na tutaendelea kumkemea katika social media. Asanteni sana. One love. Polisi wa